Of course, hakuna kitu haikosangi challenges zake. Na sahi tuko kwenye shamba la mchele. Ni mchele ama ni mpunga? Mpunga. Yeah. Kwenye shamba la mpunga. Na kama vile unaona director ameshikilia ni vile amespot some challenges ambazo ziko kwa hii shamba. Atatuambia ni nini hii ambayo ina affect hii mchele, how can we control it, na ikifanyika tutaimaliza aje ama tutatatua hii shida vipi. So karibu daktari, tueleze kwa nini umechuna hizi zenye umeshikilia. Asante sana Karo. Kwa majina Peter Karanja, Director Mazao na Afya Group. Na hapa tuko Mutili section. Tuko ndani ya shamba la mpunga. Na ningetaka kwanza kusalimia mkulima wa mpunga popote ambapo ako. Ila ako Mwea, ama ako Ahero, ama ako Bunyara, ama ako Rwakuja, ama ako Bura, Mahora. Nimemsalimia sana na nimemwambia karibu sana. Mazao na Afya na Agitech tuko na solutions za mashinda ambazo mkulima anapitia. Kwa sasa ukiangalia hii mashamba ya mpunga, hii tunaita mshoka ama ratoon crop. Ratoon crop ni ile wakati main crop ambayo tunapanda kutoka Julai mpaka Disemba. Tukikata hiyo ama tukivuna hiyo, ile ambayo inachipuka tena ambayo inarudi tunaita mshoka. Na sasa tuko kwa mshoka ya 3 kwa sababu tumeharvest mshoka ya 2, sasa tuko ya 3. Na wakati unalima especially mshoka, ni muhimu sana uangalie maneno ambayo inaweza kutatiza. Na sana ile kitu inatatiza mkulima sana wakati analima ratoon crop ni hii shida ambayo nimeishika hapa. Hii inaitwa panicle blast. Ukiangalia mimea yangu yote imekaa white. Na hii yote ambayo imekaa white haina seed yoyote. Ukifinya haina seed yoyote, iko actually empty. Na kwa hivyo ni mzuri sana mkulima ajue ni aje anaweza kutatua hii shida. Na ile kitu muhimu sana ni kuzuia. Kwa sababu wakati ugonjwa imeingia ni ngumu sana kumaliza, lakini ukiweza kupunguza ama kuzuia, njia mwafaka sana. Panicle blast ama blast in general kwa mchele inakuja kwa sababu ya hewa kuwa tofauti, kunakuwa na baridi. Na wakati kama huo ndio sana tunapata hii ugonjwa. Na wakati umepata hii ugonjwa ni muhimu sana ukimbie pale kwa duka na madawa uweze kujinunulia dawa ambayo itakusaidia kuzuia hii ugonjwa wa blast. Hii ugonjwa wa blast, njia ya kuizuia ni kuchanganya madawa 3. Nachagua dawa moja ya kwanza ambayo ni fungicide. Fungicide ziko mingi, unaweza chagua dawa kama Kafi, unaweza chagua dawa kama 5 Star, dawa kama Score, dawa kama Nativo, dawa kama Classic, madawa ambayo ni ya kuzuia fungal diseases. Na hiyo dawa utaichukua uchanganye na kitu kingine inaitwa zinc. Product ambayo iko na zinc ndani, na ziko mingi. Kuna zinc 70, kuna agri zinc, na high zinc, ziko mingi. Hiyo pia uchanganya na hiyo ingine ya ugonjwa. Halafu uchukue biostimulant ambayo either ni maximizer ama ni biocell ama ni optimizer ama ni prominent. Ziko mingi pia. Regimax pia iko ndani hapo. Uchukue hizo dawa 3, uchanganye na rate ambayo inatakikana ama rate ambayo imeandikwa kwa kipimo. Zote 3 ukuje upige ama uspray mchele yako. Na wakati una spray usiende na bio sana. Wakulima wa mchele najua na kibianga na dawa, na sana coverage inakuwa ni tatizo. Kila eka make sure umepiga pump 5 ya hiyo mchanganyiko. Ukipiga namna hiyo ugonjwa itakuja kuisha haraka sana. In fact utaona mabadiliko within 3 to 4 days. Lakini ukipiga dawa moja inakuwa ni ngumu sana hiyo ugonjwa kupona. Kwa hivyo ni muhimu sana mkulima yote mahali hapo
mahali ambapo ako, ajue that kuzuia hii ugonjwa ni lazima utumie dawa 3. A fungicide plus zinc plus a biostimulant. Na wakati umepiga sasa, labda hii wiki umepiga curfew, the other week usirudie na hiyo curfew, ni mzuri ubadilishe, uende labda kwa classic, ukipiga classic hiyo wiki nyingine labda uende kwa absolute, ukitoka kwa absolute labda uende kwa native, ndio mmea isizoee ama ugonjwa isizoee dawa moja. Kwa hivyo ni muhimu sana ubadilishe madawa kila spray ama kila wiki. Asanteni sana wakulima. Hizi madawa zote ziko available katika Mazao na Afya outlets hapa Mutithi, pale Agitech utapata hizo madawa, na ukikuja pia pale Mwea headquarter ya Mazao utazipata. Na pia ukiwa na shida nyingine yoyote utakuja pale Mwea, tuko na agronomist na utawauliza maswali na watakujibu. Asante sana. Kwa hivyo najua wakati umechuna hizo, mimi ningeulizwa ningesema ni vile zimekomaa sana hadi zimekauka, kumbe ni ugonjwa iko nazo. Alafu umesema kwa hii ugonjwa inasababishwa ni hali ya hewa inavyobadilika. Hali ya hewa. Ukiwa na kibari baridi sana tunaweza zuia. Si ni ngumu So the kuzuia. best way ni kutumia hizo dawa za kuprevent. Yes. Za kulima umesikia. Kwa hivyo to be safe, prevent ndo usipatane na masaibu kama haya. And if you're not sure how to do it, our agronomists are available, watakusaidia on how to go about it. So keep tuned. Tutakuwa tunakuletea masomo kama haya now and again. Till next time, bye.